Ni kweli idea ya kwamba Yesu anarudi na tunamngoja imeonekana ni kichekesho kwa wengi duniani. Kuna wale wanaotukejeli wanasema, huyu Yesu tangu aliposema atarudi, mbona miaka inazidi kwenda na hatuoni akirudi? Na yeye pia Yesu mwenyewe alituonya kwa hayo, kwamba watatokea watu wakiwakejeli, wakisema pengine nimechelewa kurudi, lakini hiyo isiwakatishe tamaa. Endeleeni kunisubiri maana ninarudi. Watu watawaona wajinga kwamba mnaendelea kumsubiri mtu aliyesema anarudi. Na by the way, hata kama itachukua miaka mingine 100 kabla Yesu hajarudi, hiyo inatusumbua nini? Yeye amesema tujiweke tayari, tumpinge shetani kadiri tunavyoona siku ile inakaribia. Tumkatae shetani na mambo yake yote. Tuendelee kumngoja. Mbona mataifa yanajiandaa kwa silaha kali na vita hawajawahi kupigana? Bado kuna mataifa wananunua silaha, wanaziweka ndani, na zile walizokuwa nazo tangu wakati wa mkoloni hawajazitumia. Hii inaonyesha nini? Kama mataifa ya dunia sio wajinga kuendelea kulimbikiza masilaha na hawajapigana vita, kama nchi yetu ya Tanzania, vita tuliyopigana ni ile tulipigana na Uganda miaka ile ya 70. Miaka ya 70 mpaka leo ni karibu miaka mingapi? Zaidi ya miaka 50, na hatujapigana vita nyingine. Je, bajeti ya Tanzania kwenye ulinzi imeondolewa? Bado wananunua silaha, na nyingine walizitumia mwaka jana 2025 kwenye uchaguzi. Tunanunua silaha kujilinda na maadui wanaotaka kutuvamia katika nchi yetu, lakini mwisho wa siku tunajikuta zile silaha tumezitumia kuua vijana wetu wenyewe wanaohoji mambo, mbona yanaenda hivi ndivyo sivyo? Unaona Kwa hiyo kabla hamjatulaumu kwamba sisi tunaomngoja Yesu tumepungukiwa na akili, mungelaumu mataifa ya Afrika haswa. Mengi yananunua silaha na hata hawajawahi kuzitumia, hawajawahi kupigana vita, na hawajui vita itakuja lini. Taifa ambalo linajiandaa kwa silaha na linajua linafanya nini ni Amerika peke yake. Wana silaha kali duniani, na kwa sababu wanajua hakuna taifa linaloweza kuwachokoza kivita, sasa Wamarekani wenyewe wanaanzaga vita na zile silaha zao kwa lengo la kuzitumia kujitajirisha. Si unaona juzi wamemchukua Maduro rais wa Venezuela, wameenda wamemteka katika nchi yake mwenyewe, wamemchukua, lengo wachukue mafuta. Kwa hiyo mataifa makubwa yanatumia silaha kunyang'anya mataifa madogo mali zao za asili. Na kuna taifa pia Afrika ambao na wao wamejua kutumia silaha vizuri. Sisemi vizuri kwamba yale wanayofanya ni mazuri, lakini wamengoja vita wachokozwe, wamekosa. Kwa hiyo wameamua kutumia zile silaha zao, kutumia kundi la waasi la M23 kuvamia Kongo. Yaani wanatumia silaha kwenda kuiba mali za asili za Kongo, kwa sababu wameona Yesu amechikawia kurudi. Kwa hiyo wameamua wafanye mambo yao, wajitajirishe kwa kutumia silaha walizonazo. Wanafanya vizuri? Hapana, watu wanakufa. Na wakiulizwa kwa nini mnafanya hivyo, wanasema Yesu alisema kabla arudi
vita vitatokea huku na huku, na sisi tunaenda Kongo kuchukua dhahabu yao. Sasa hiyo ni kwa mataifa ya ulimwengu. Sisi kanisani tunafanyaje? Baada ya Yesu kuonekana kama amechelewa kurudi, tunafanyaje kanisani? Wachungaji na wao wameona bwana, huyu Yesu amekawia sana kurudi. Kwa hiyo mambo ya kujitakasa na kukaa na utakatifu yametuchokesha, tuanze kuwaibia watu mapema. Kwa hiyo watu wanahubiri sasa injili ambayo imewekwa maji, sio injili ile Yesu aliyotuachia. Wanahubiri injili ya bahatisha hapa upate, leta pesa zote, nenda kauze kila kitu, maana Yesu amekawia kurudi. Nenda kauze kila kitu, tuletee sisi wachungaji, alafu sisi tutakuombea, ungojee kupokea muujiza wako. Kwa hiyo hayo ndio yamefanya sasa watu, upendo wa wengi umepoa. Kwa hiyo tunatimiza unabii sisi wenyewe kwamba Yesu anarudi kwa yale yanayotokea ulimwenguni. Mungu atusaidie, kama vile ambavyo wanajeshi wanajiunga na jeshi wakingojea kupigana vita, na hiyo vita haijatokea, lakini wanajeshi hawaachi kukaa ngangari katika jeshi pamoja na silaha. Wako wanajeshi ambao wanaritaya bila kupigana vita. Kwa Tanzania ni miaka zaidi ya 50 tangu tumepigana vita ya Uganda. Kwa hiyo kuna wanajeshi walikuwepo jeshini wakingojea vita na haijatokea. Umri wao umewakuta bado wako jeshini, wamemaliza umri wa kukaa jeshini, wameritaya, na bado serikali inaendelea kuandika wanajeshi wengine. Na Yesu alituita tufanye kazi ya kuwahubiria watu injili, tusichoke. Kama vile wanajeshi wanaritaya wakiwa jeshini na hawajapigana vita, na sisi tutaendelea kuihubiri injili ya Yesu hata kama Yesu amekawia kurudi, mpaka umri wetu uishe, tuondoke hapa ulimwenguni kwa maradhi ama kwa siku zetu kufika tu tuondoke hapa ulimwenguni, bado tutaendelea kuhubiri injili hata kama Yesu hatarudi kesho, hata kama Yesu hatarudi miaka 100 ijayo, lakini tutaendelea kuwahubiria watu injili kwamba jamani, tubuni, ufalme wa Mungu unakaribia, parapanda inakaribia kulia, na parapanda ikilia, waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Na sisi tutakaosalia, kama tutakuwepo hai, tutawafuata wale waliokufa katika Kristo kwanza, na sisi tutawafuata kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Tutabadilishwa kama tutakuwa tuko hai. Miili yetu itavaa magnet inayovutana na ile magnet ya Yesu pamoja na mwaliko wa parapanda mahali waliposimama kule mawinguni, na sisi tutaanza kupaa. Sasa kama wewe hujamwamini Yesu, umeshikilia dini yako tu na sadaka unatoa na hujatubu dhambi, utajaribu na wewe kupaa, kuwaona wale wengine wanaondoka wanaenda kumlaki Yesu mawinguni. Wewe utajaribu kupanda juu ya nyumba ukijiachia eti uanze kuruka, kwa sababu huna magnet ya utakatifu. Utagonga chini na kufa hufi, utangoja cha moto. Kwa hiyo cha msingi, mwamini Yesu, tubu dhambi zako, uzaliwe mara ya pili, jina lako lifutwe kwenye kitabu cha hukumu,
liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Ya kale yapite, tizama yawe mapya. Ufanyike kiumbe kipya, ndipo uweze kuwa unamngoja Yesu ukiwa na uhakika huo. Kama vile askari jeshi wanaingia jeshini, wanapata mafunzo ya kijeshi, jinsi ya kupambana na adui, na wanaendelea kungoja. Iko siku vita itatokea, na vita kama haijatokea wanaendelea kungoja. Na sisi tunaendelea kumngoja Yesu. Hatutakata tamaa. Dunia ikiendelea kunywa na kula kwa sababu Yesu anaona kama amechelewa, sisi tutaendelea kuomba na kumngoja Yesu, bado tukiwa watakatifu, tukijua ya kwamba yeye aliyesema anakuja kutuchukua atakuja, katika jina la Yesu Kristo. Tuombe. Baba, tunakushukuru. Wewe ndiye uliyesema ya kwamba unakuja kuchukua kanisa lako, na ulisema ya kwamba parapanda italia, utashuka pamoja na mwaliko wa malaika kuchukua watu wako. Bwana, ulisema sisi tutakao kuwa hai parapanda ikilia, hatutawatangulia wale waliolala katika Kristo, waliokuamini na wakafa wakiwa wanakungojea, na hukawa hujarudi. Hatutawatangulia. Ukirudi tu, wafu kwanza watafufuka, wale waliokufa katika wewe waanze kupaa kukufuata mbinguni. Ndipo na sisi ambao tutakuwa hai tutabadilishwa, tuanze kupaa kukufuata mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu Bwana, tunajua ya kwamba huko mbinguni siku moja ni sawa na miaka 10,000. Na hapa duniani tunaona kama umechelewa, lakini ukweli ni kwamba haujachelewa. Utakuja kutuchukua kama ulivyoahidi. Tunakuomba Bwana, tusikatishwe tamaa na shetani, tusianze kufanya mambo ambayo ndivyo sivyo, tukasahau ya kwamba unarudi. Ulisema utakuja kama mwizi, na ukasema mwenye nyumba angejua siku mwizi angekuja, angekesha. Basi sisi tuendelee kukesha, ili utakaporudi utukute tukiwa tayari. Tumeomba hayo machache kupitia jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Haleluya. Ubarikiwe sana. Sante.